Lakini pia mimi nikafundisha kwa habari ya hitaji lingine la muhimu kwa mwanaume ni kitu kinaitwa submissive wife au submission. Na tukaanza kuangazia ili jambo linaloitwa submission. Kwa lugha nyepesi sasa, mwanamke aliye tayari kuongozwa na mume au kujitiisha chini ya mamlaka. Na tulianza Jumapili vizuri. Kama in case hujapata nafasi ya kusikiliza, nilifundisha kama saa zima the law of submission. Lipo YouTube, utakutana nalo kule. Nimefundisha vizuri sana the law of submission. Hapa ninafanya kuendelea. Sasa nilisema kwenye issue ya submission kuna maandiko yasiyopungua 4 ambayo yanaonesha umuhimu wa mwanamke kuwa submissive kwa mume wake. Though kwenye Biblia ya Kiswahili haijatumia neno submission, imetumia neno utii. Lakini ikasema utii kwa Kiingereza ni obedience. Submission is more than obedience. Utanielewa usijari. Maandiko yenyewe ni Efeso 5 mstari wa 22 mpaka 24, Petro wa kwanza 3:1, Tito 2:3 mpaka 5 na Wakolosai 3:18. Maandiko yote haya yanaelezea dhana ya submission, mwanamke kusubmiti kwa mume wake. Yanaelezea dhana ya mwanamke kusubmiti kwa mume wake. Sasa nikasema unaposema submission maana yake nini? Kumbuka nimesema kwenye Biblia ya Kiswahili wametumia neno enyi wake watiini waume zenu. Lakini neno hili kwenye Biblia ya Kiingereza sio neno watiini, nasema you wives submit unto your own husband. Submit. So submit na obedience ni vitu viwili tofauti. So unaposema submission sizungumzie neno utii, kwa sababu utii ni obedience, is no submission. Though utii unaweza kuwa ndani ya submission. So unaposema submission nakuwa na maanisha nini? Submission maana yake ni hali ya moyo kukubali na kuwa tayari kujitiisha chini ya mamlaka au uongozi. Narudia tena. Maandiko ni Efeso 5:22 mpaka 24, Petro wa kwanza 3:1, Tito 2:3 mpaka 5, Wakolosai 3:18. Nimeenda haraka kwa sababu nilishayataja maandiko kwenye hiyo video ambayo iko YouTube. Kwa ninaposema submission ni ile hali ya moyo wa mwanamke kukubali na kuwa tayari kujitiisha chini ya mamlaka na uongozi wa mume wake. So if the posture, the state of heart is an attitude. This is readiness to yield to your husband authority au leadership. Ndio tunachomaanisha ndo submission. Na ndio maana kwa mfano nikupe mfano. Kwa mfano kwenye Petro wa kwanza 3:1, ile neno submission anasema ile ambayo anasema kadhalika ninyi wake watiini waume zenu. Kwenye Biblia ya Kiingereza New Living Translation anasema hivi, in the same way you wives must accept the authority of your husbands. So when you accept the authority of your husband and you are ready to be under the leadership and the authority of your husband, then you are a submissive wife. Na kila mwanamume bila kujali kiwango cha fedha alichonacho, bila kujali nafasi na status alionayo, bila kujali ni wa kabila gani, ni wa lugha gani, ni wa nchi gani, wanaume wote wana hii kitu ndani yao ya kutaka mwanamke ambaye atakuwa submissive kwao. Sasa unisikilize vizuri, kwa sababu nikianza kusema hivi watakuja hapa feminism wataanza kuniataki. Hakuna na nimesikia kuna mambo mengi yanaendelea kwa mitandaoni, kuna watu unagundua kabisa they don't understand the concept of a submission. Na ndio maana nikaamua kuaddress kwa namna moja au nyingine. So kuna upande fulani wa extreme, kuna wanaume wanatumia vibaya submission kuwafanya wanawake kama maslave. Lakini kuna tafsiri mbovu kuhusu submission ambayo wanawake wana fight hii order ya kimbingu. So nitakuwa nafanya balancing na utanielewa vizuri. Sasa tulisema hivi, what submission is not. Hapa nafanya recap. Tulisema submission sio utumwa, is not slavery. Yaani mwanaume usije ukatumia kigezo cha submission kumfanya mke wako kuwa mtumwa. Lakini pia mwanamke usifight submission ukiamini kwamba submission ni utumwa. Kuna watu wengine wanaenda mbali zaidi, wanasema huyu Mungu ni kama amewapa adhabu wanawake kuambia submit kwa waume zao. Kuna wengine wanaamini submission ni udhaifu. Kwa hiyo kuna wanawake wanaamini kusubmit chini ya mwanaume ni udhaifu. Lakini kuna wanaume wengine wanadhani kwa sababu Mungu kuambia wanawake submit ni kwa sababu ni wadhaifu. That is not true. Lakini pia kuna wengine wanadhani submission ni by force. Yaani kwamba
unamforce mke wako, you have to submit to me. No, you don't force your wife to submit to you. You love your wife into submission. Haulazimishi mwanamke asubmit kwako. Kuna watu wanawapiga wake zao, wanawatendea yana ili hao wanawake submit. That's not the right way to make your wife submit. In fact, you cannot force your wife to submit to you. Kwa sababu submission is not an outward thing. Sio kitu cha nje. Submission ni kitu cha ndani ya moyo. Tumeelewana vizuri? Lakini pia nini sio submission? Submission sio kusema ndio kila kitu ambacho anasema mume wako. Unaweza kupingana na baadhi ya idea za mume wako, lakini ukazipinga respectively. Yaani unaweza usikubaliane na mume wako kwenye baadhi ya mambo na bado usikubaliane naye kwa heshima. Kusema wewe ni submissive wife haimaanishi kwamba kila kitu mume akisema ndio baba, yes daddy, ndio ukisema wewe umeisha, yaani mimi sina cha kusema. Yaani ukisema no, that's not submission. That is foolishness. Sasa kazi yako ni nini kama msaidizi? Kama wewe kila ambacho mume wako anasema kiwe kibaya kiwe kizuri, eti kwa sababu tu ni mwanaume unasema ndio. Haiwezi kuwa hivyo. Haya mambo aliwakuta Anania na Safira. Niliwapa mfano Jumapili. Sasa nataka leo tuendelee kidogo. Nataka nikuonyeshe baadhi ya mifano ya submission.